Yeah? Bunge power. Bunge power. We thank God for another day, for another Tuesday. Kwa majina mimi naitwa Boniface Onchagwa Munyenye. Karibu katika bunge la mwananchi kikao 045 Kisii chapter. So kuna issue tumekuwa tukiongelea hapa for the last 2 weeks. Issue ya vijana wa Nyaribari Chache kwenda Qatar. Na tulipatia mheshimiwa 1 week ya kwanza aongee na vijana, hajaongea na wao. This is the second week yenye tulimpea, bado hajaongea nao vijana. Na tuliona mheshimiwa amekuja Kisii, tukafikiria anakuja kuongea na vijana so that wapate haki yao. Lakini sasa mheshimiwa alikuja tena kurudi kupatia mama zao vijana na baba zao handouts pale Camel Park. Na tuendi kuacha hii maneno ishe hivyo. Kwa sababu mheshimiwa tukimpatia kiti, tulimpea kiti angalie maisha ya vijana, because vijana ndio maisha ya kesho, ndio maisha ya jamii. Na sasa amewakon pesa, wamekoniwa pesa na ofisi ya mheshimiwa Zahir Janda. Na tuliona some of the victims walienda pale Kisii TV kuongelelea hiyo issue, na tukaona manager wake ambaye anaitwa Evans Makori amekuja kutetea mheshimiwa, akasema kwamba hiyo initiative haikuwa ya mheshimiwa, hiyo initiative ilikuwa a government initiative. Na sisi tunasema ni sawa, hiyo ni vizuri kama it was a government initiative. Lakini kitu sisi tunajua, serikali, kitu inaitwa serikali, when a government has its own project, kama ni watu wametuma medical reports warudishe kwa serikali, serikali haiwezi kutuma watu kwa private clinic. Hawezi tuma watu kwa private clinic. So tunataka kujua hii Silverstone yenye ofisi ya Zahir Janda iliambia vijana waende kufanya their medical, walete their medical reports. We want to see those documents where the government suggested Silverstone Clinic kama hospitali ambayo itaangalia ipatia vijana medical reports. Na another thing, bunge power. Bunge power. Na kitu ingine, huyu manager huyu, yeye mwenyewe ndiye alikuwa anaambia vijana waende hiyo Silverstone. Hii iko hapa opposite KTRH. Na vijana wakaenda huko wakapewa medical reports zao. Lakini hizo medical reports hazijawasaidia kwenda Qatar. Na tumegundua kwamba hiyo hospitali ukitaka kwenda nje, wakikufanyia any kind of test ambayo ni either x-ray ama lab test, the total cost will be 2,000 shillings and not 8,000 yenye hawa vijana walilipa. So swali tunauliza, hii 6,000 extra ni nani alikuwa anapatiwa kama si ofisi ya mheshimiwa Zahir Merahi Janda? So sisi mheshimiwa, wiki 2 zenye tumekupea zimeisha. Na sasa next thing, tunataka kuitisha maandamano ya wale victims ambao walikuwa conned pesa zao. We want to call for demonstrations. We will demonstrate to Keumbu kwa ofisi yako. Kutoka hapo tuta demonstrate kuja kwako hapo kwa Nyachae mahali unaishi hapo nyuma. Mheshimiwa, sasa imefikia mahali tunataka kujua hata CDF yetu imetumika namna gani. We have that right under article 35 of the Constitution. We have a right to access information that is held by your office. Na tutakuja Keumbu kwa ofisi yako. Tunataka makaratasi yote ya CDF. Tujue pesa ya CDF 540 million for the last 3 years imefanya kazi gani? Hizi michezo za town mheshimiwa, sisi tunazijua. Kama mnadanganya watu wa huko kwenda even huko Keumbu, huko Virongo, lakini hapa town sisi tutawamulika. Na hii haiendi kuisha. Tunataka kufuata paka villages mahali ya vijana wanatoka, tupate mama zao, tupate baba zao, waongee kwa kamera jinsi walivyotoa pesa na hawakufanikiwa kupelekwa Qatar.
Kwa mtandao tumeweka mavideo, wewe mwenyewe ulikuwa unatembea ukipromise vijana kwamba uko na nafasi 1500 ya kupeleka vijana Qatar. Lakini kwa 1500 wenye ulisema ni only 15 wameenda. 15 peke yake mheshimiwa. Ni 9. Hata sio 15, ni 9. So mheshimiwa, we want you to be accountable. Na kama utaki maswali, uachane na kiti ya Nyaribari Chache. Kwa sababu mheshimiwa, ukipatiwa kiti lazima pia ujibu maswali. Kama utaki maswali, ukae kwako kwa nyumba polepole. Hakuna mtu atakuja pale kukuuliza maswali yoyote. Na tunasikia you have plans of attacking us. Mimi nataka kuwapatia free advice kutoka hapa kikao 045. Na mmepeana pesa, hiyo 1300 ambayo mmepeana. Goons wakuje kutuattack sisi. Sisi wenye tunauliza maswali. Hiyo 1300 mheshimiwa, ungechukua hiyo 1300, tafuta vijana mahali wako, patia pesa kidogo kidogo yao, at least hii moto ingepungua. Lakini upe goons atu wakuje kutuattack sisi. Nyaribari Chache ni yetu. Hakuna mahali tunaenda. Tuko hapa, tutazikwa hapa na maswali tutakuuliza. Upende usipende. So kwa hivyo mheshimiwa, Friday, this coming Friday, tuko na maandamano. Baada ya maandamano, we are going to collect signatures and send you home. Lazima tukutume nyumbani mheshimiwa. Sisi we are informed bwana. Huwezi kuja kudanganya mama zetu, ueneze umaskini Nyaribari Chache, alafu you expect we clap for you. We cannot do that. Wewe hao maduanzi wako kwa ofisi yako, hao kina Evans Makori, kama hao ndio unategemea, au watafanya tukuweke under the bus. Tutakuchuja Nyaribari Chache. Sasa nimemalizana na Nyaribari Chache. Tumeongelea maneno ya Nyaribari Chache sana, lakini hatuachi kuiongelelea. So kwa leo nimemaliza hiyo. So nikikuja national politics, tukiangalia hapa kwa kina Raila Odinga juzi, mazishi ya Beryl Odinga, the sister to our former prime minister, the late Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwanza kabisa condolences to the family of Mheshimiwa Raila Amolo Odinga and the Odingas. Lakini mimi nasema huyu msichana anaitwa Winnie Odinga. Huyu msichana amekuwa very wise. Amejua kwamba nyota ya siasa inang'aa ukiwa upinzani, sio ndani ya serikali. Hata baba yake nyota yake imeng'ara kama alikuwa upinzani. Hata 48 laws of power inasema, law number 41, do not step into a great man's shoe. So Raila Odinga hakuingia kwa kiatu ya babake Jaramogi Oginga Odinga. Raila Odinga disparaged his father's legacy, akatengeneza legacy yake. So sasa na Winnie Odinga ndio angae apae kisiasa, aachane na legacy ya baba yake Raila Amolo Odinga. Aanze kujenga legacy yake sasa kama Winnie Odinga. So sasa hii faction ya youth wako ODM, wavuruge kidogo hiyo ODM, wavuruge kidogo, alafu wafike huko mbele. Winnie waunde chama ingine sasa. They disassociate themselves from ODM. Waunde chama ingine, wasonge mbele nayo na youths watawafuata. Bunge power. Bunge power. Sina maneno mengi. So nawakaribisha katika kikao 045. Bunge power. Bunge power.